tena kwenye mwendelezo wa hadithi yetu. Mwindaji anayewindwa. Usiku uliingia kimya, lakini hatari haikulala. Baada ya kutoroka ikulu, hakuwa tena salama. Mfalme aliyewahi kumpenda sasa alikuwa anamwinda. Hakutaka tena kumwona hai. Hatua zake zikawa za haraka, moyo wake ukiwa macho kila wakati. Kila kivuli kilionekana kama adui, kila sauti kama hatari. Na safari yake ikampeleka mbali na ikulu, mpaka mahali patakatifu. Akasimama mbele ya kuhani, akiwa mchovu, akiwa na njaa. Hakukuwa na chakula cha kifalme, hakukuwa na heshima. Kulikuwa na haja tu ya kuishi. Akapewa mkate wa dharura. Na mkononi mwake akawekwa upanga wa yule aliyeanguka kwa mkono wake. Lakini mbali na hapo, mfalme alikuwa bado anaendelea, akitafuta, akiuliza, akifuatilia kila alama. Hakuwa tena mlinzi wa taifa, bali mwindaji. Na anayewindwa alikuwa kijana mdogo. Lakini hata akiwa peke yake, hakukatishwa tamaa. Hakutegemea nguvu zake. Sipo peke yangu, bali aliamini kwamba yule aliyemwokoa vitani bado yuko pamoja naye. Mungu yuko pamoja nami. Na hivyo mbio ikaendelea. Mwindaji na mwindwa wakiwa katika safari moja ya hatima isiyozuilika. Na hii ilikuwa mwanzo tu wa mateso makubwa zaidi. Je, ni nini mwisho wa haya yote? Usikose sehemu inayofuata ya hadithi yetu nzuri. Pia usisahau kucomment, kulike, kushare na kusubscribe.